Tanzania, 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 Tanzania. Ramando pozata rikaka rapapa. Riko pozata rikaka Jesus kara pozata. Tanzania, 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 Tanzania. Ramanda paziko tikata yaka pozata. Asante Bwana wangu na Mungu wangu. Nataka tuende tukatafakari neno la Mungu kutoka katika kitabu cha Isaya 42 mstari wa 21, 22. Tutaenda na 23. Lakini huu ni ujumbe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Ni ujumbe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Neno la Mungu linasema Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitunza sheria na kuiadhimisha. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Mstari wa 23 unasema, ni nani miongoni mwenu atakaye tega sikio lake kuyasikia hayo? Atakaye sikiliza na kusikia kwa wakati ujao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Taifa letu la Tanzania, watumishi wengi wamekuwa wakisema kwa habari ya mambo ambayo yatalikumba taifa la Tanzania. Manabii na mitume wamekuwa wakisema kwa habari ya mambo yatalikumba taifa la Tanzania. Rafiki yangu, usipuuze wala usione kwamba wanachosema sio kweli. Kuna mambo ambayo yanakwenda kutokea kwenye taifa la Tanzania ikiwa hatutaomba. Nakumbuka jambo hili lilikuja kwa kasi sana ndani yangu mwaka jana wakati nilipokuwa nikiombea taifa la Tanzania. Mungu akana nisemesha baadhi ya mambo mpaka mwenyewe ninaogopa, lakini nikaendelea kumsihi Mungu, akazidi kuniambia. Na kuna baadhi ya watumishi nimewasemesha habari ya mambo yangu kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini wamenyamaza kimya, hawaombi. Wamenyamaza kimya kwa lengo gani? Wamenyamaza kimya kwa sababu wanasubiria yale mambo niliyowaonyesha yatukie, ili yakishatukia wapate kujinadi na kujitangaza kwao kwamba wao ni mitume na manabii ambao wanaona habari za mambo ya Mungu. Nikaambia Mungu, lakini si sahihi, si sawa jambo hilo. Akasema hapana, mbona kuna mambo mengine ninawasemesha wanayaombea kwa nguvu? Mbona hata wengine nikiwasemesha habari ya mauti iliyoko mbele yao wanafunga na kuomba, wanaliombea hilo jambo ili lisiwapate, na kwa kuwa wamemaanisha kuomba linawaepuka kwa sababu wametii sauti yangu. Lakini mbona hawataki kutii sauti ya kuliombea taifa la Tanzania kwa habari ya mambo ninayowaonyesha, kwa habari ya mambo ninayowasemesha? Rafiki yangu, kuna mambo mengi sana Mungu anasema na watumishi wake. Mungu anasema na watumishi wake. Ukisoma mstari wa 23 amesema, ni nani miongoni mwenu atakaye tega sikio lake kuyasikia hayo? Mambo gani hayo? Hayo ambayo Mungu anataka kuyaachilia kuwaambia watu kwa habari ya taifa la Tanzania, yanayokwenda kutukia kama tusipoomba, yatakayotukia kama tusipoomba. Ni nani atakaye tega sikio lake miongoni mwenu atakaye tega sikio lake kuyasikia hayo? Atakaye sikiliza na kusikia kwa wakati ujao. Yani kwa wakati ambao uko mbele yetu, ni nani atakaye tega sikio lake apate kusikia? Na Mungu huwa anawasikilizisha wale wanaokwenda mbele zake kuomba na kumsihi Mungu, hasa anapokuwa akiomba kwa habari ya taifa. Lazima Mungu atakusemesha kwa habari ya mambo ambayo yako mbele kwa habari ya taifa. Ukienda mbele za Mungu kuomba kwa habari ya taifa, unapokuwa ukiliombea taifa, lazima Mungu akusemeshe kwa habari ya vitu vitakavyotokea kwenye taifa hili letu la Tanzania. Rafiki yangu, kuna vitu Mungu anawasemesha watumishi wa Mungu wengi anawasemesha kwa habari ya kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania, lakini wengine wamekaa kimya. Ndio maana hapa Biblia inasema kwenye 22 anasema, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na kutekwa. Wote wamenaswa katika mashimo, wamefichwa katika magereza, wamekuwa mawindo wala hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Maana yake nini? Mungu amewasemesha watu wengi kwa habari ya taifa la Tanzania, mambo ambayo yanakwenda kulikumba taifa la Tanzania, lakini hakuna anayesema kwamba hapana aokoaye. Hapana aokoaye. Wamekuwa mateka wala hapana asemaye rudisha. Hakuna anayesimama kuomba kwa ajili ya kusema Mungu tuokoe, Mungu iliokoe taifa la Tanzania. Hakuna anayesimama kusema Mungu rudisha. Najua wapo waombaji wanaoomba Mungu akiwasemesha kwa habari ya taifa la Tanzania, wanaomba kweli, wanamaanisha wanaomba, lakini kile kiwango Mungu anachokitaka watu tuombe kwa ajili ya taifa letu la Tanzania bado hakijafika. Ndio maana anasema hapana asemaye rudisha, hapana asemaye okoa, hapana. Kwa sababu kuna watumishi wengine pia Mungu amewasemesha habari ya mambo haya, ambao wana uwezo wa kusimama na kuomba na kubeba mzigo huu, lakini wamepuuza. Wameishia tu kutoa unabii na wamekaa wamesubiri waone ule unabii waliotoa umetimia, ili warudi waseme tuliwaambia, tulisema itakuwa hivi, lakini hawataki kuomba. Rafiki yangu, ikiwa kama kuna kitu chochote Mungu amekusemesha kwa habari ya taifa la Tanzania ambacho amekusemesha
kuonyesha kwamba kinakwenda kutokea. Hajakuonyesha ili tu kitokee. Kuna vingine amekuonyesha ili usimame uombe, ukatae ile jambo lisitokee. Kama vile ambavyo akikusemesha kwa habari ya mauti, kwa habari ya ajali, unavyosimama na kuomba Mungu akuepushe na hiyo ajali, akuepushe na hiyo mauti, vivyo hivyo simama kuomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Yako mambo ambayo shetani ameyakusudia, yako mambo shetani ameyakusudia kwa ajili ya kuliharibu taifa la Tanzania. Rafiki yangu, wewe kama ni muombaji utakuwa unaelewa, kama ni muombaji utakuwa unaelewa. Najua kuna wengine hawajasema, kuna wengine hawajajitangaza, kuna wengine hawajasema ni nini Mungu amewasemesha kwa habari ya taifa la Tanzania, lakini wapo wengine wamesema, ila kuna wengine hawajasema na lakini hawajaomba. Sauti ya Mungu inaniambia niwahimize tuombe kwa habari ya taifa la Tanzania. Chukua muda, omba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Rabanda kapaziko ropo zata yakata rakapaziko ropo zikata ikakarabando kopo zata, katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Wako maadui ambao hawana nia njema na taifa la Tanzania, wako maadui ambao hawana nia njema na taifa la Tanzania. Wako watu ambao wamejiweka kwa siri wakionekana kama ni watu wema ndani ya taifa la Tanzania, ni watu wazuri ndani ya taifa la Tanzania, lakini nia yao sio nzuri wala sio njema. Wako maadui ambao wamepandikizwa, wana lengo la kuivuruga taifa la Tanzania. Rafiki yangu, usitulie, usikubali. Kama Mungu amekusemesha kitu chochote kwa habari ya taifa la Tanzania, don't keep quiet. Omba, mwambie Mungu, okoa. Yani matamanio yangu, kile ninachokiona ambacho kitakwenda kutokea kama tusipoomba, matamanio yangu kila Mtanzania angesema Bwana okoa, Mungu tuokoe, Mungu tuokoe. Kila Mtanzania angesema Mungu tuokoe, angesema Mungu tuokoe. Bwana, rudisha amani yetu, rudisha upendo, rudisha mshikamano, rudisha kupendana, rudisha kuaminiana, rudisha ile hamasa ya kuona kila mtu ni sawa na mwenzake. Rudisha. Rafiki yangu, nakueleza, tusiposimama na kuomba, rafiki yangu, tukasubiria hizo nabii zilizotolewa kwa ajili ya taifa la Tanzania, tusiposimama na kuomba, hizo nabii kweli zilizotolewa zitatimia kama walivyozitoa. Huo unabii uliotolewa kwa ajili ya taifa la Tanzania utatimia kama tusipoomba. Lakini tukisimama na kuomba na kumaanisha, ndipo Bwana anasema kwenye ile 21, akasema Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake kuitunza sheria na kuiadhimisha. Bwana atapendezwa kwa ajili ya haki yetu. Rafiki yangu, tukumbuke taifa lile la Ninawi, wakati ule Yona ameenda kutangaza kwa habari ya uharibifu ambao Mungu atakwenda kufanya juu ya taifa lile la Ninawi. Alipita haraka anatoa unabii, anasema taifa Ninawi baada ya siku 3 utaangamia, Ninawi baada ya siku 3 utaangamia. Lakini mtazame Yona, baada ya kumaliza kutoa ule unabii, akatoka akaenda pembeni asubirie sasa aone taifa linavyoangamia, Hakukaa kaliombea taifa hili lisiangamie, alikaa atulia aone linavyoangamia. Ndivyo kuna baadhi ya watumishi ambao Mungu amewasemesha kwa habari ya taifa la Tanzania, na wamekaa sasa wametulia, waone namna walichokisema, kitu alichokisema kitokee, waone kitokee, kwamba kikitokea, ili kikitokea apite tena aseme niliwaambia. Lakini rafiki yangu, tuwe na akili kama watu wa Ninawi. Watu wa Ninawi walipoelezwa habari ya mambo yatakao kwenda kutokea ni ndani ya siku 3, ni siku 3, ndani ya siku 3 walipoambiwa walikubali wote, wakasema hatuko tayari kuangamia, wakakubali kugeuka na kutubu, wakatangaza maombi. Maana yake hawa walijua kwamba yuko Mungu anayeokoa, yuko Mungu anaweza kurudisha uhai wetu, yuko Mungu anaweza kutuokoa. Wakarudi mbele za Mungu, wakamuomba Mungu kwa nguvu, siku 3 wakamuomba Mungu. Na mimi ni matamanio yangu tuende kwa Mungu, kila mtu aende mbele za Mungu kumuomba kwa habari ya taifa la Tanzania. Piga magoti, omba, sema Bwana okoa, Bwana rudisha, Bwana tuokoe. Manabii ndio, mitume ndio, watumishi wako wamesema kwa habari ya uangamivu wa taifa letu la Tanzania. Lakini Bwana, sisi tunakuja mbele zako, tunaomba Bwana utuokoe, tunaomba uturudishie amani yetu. Rabandaka paziko ropo zata yakata raba ziko tikata. Sema Bwana, rudisha amani. Hata ukiwa unatembea, ukiwa kwenye kazi yako, ukiwa kwenye shughuli yako, popote unapokuwa, ukisikia kusema neno juu ya taifa la Tanzania, sema omba amani. Mungu adumisha amani iliyoko ndani ya taifa la Tanzania. Ukisikia kusema neno haribu, sambaratisha kila adui anayelenga kuvuruga amani. Tamka popote unapokuwa. Uwe kama mtu ambaye hana akili kwa habari ya taifa la Tanzania kutokondokewa na amani. Tamka kitu, sema kitu. Rafiki yangu, sasa hivi tunaweza tukaona kama tuna amani, tunaweza kuona kama tuna utulivu, lakini nakueleza ukweli kabisa, kama tusiposimama na kuomba, kama tusipomaanisha kuomba kwa habari ya taifa letu la Tanzania, mambo yatakao kwenda kutukia katika taifa la Tanzania, tutabaki tunaulizana imekuaje, imewezekanaje, imekuaje. Lakini ninakuhakikishia, tukisimama na kuomba kama taifa la Ninawi Mungu aliokoa na kuliponya, hata na taifa letu Mungu atatuokoa na kutuponya, na tutaendelea na amani, tutaendelea na furaha, tutaendelea na kuona shangwe. Na wale manabii na mitume ambao na watumishi wale ambao Mungu aliwasemesha kwa habari ya taifa la Tanzania, alafu wakakaa wasiombe, watakapoona hakuna
hakuna uovu wala uharibifu uliotokea. Litakalotokea ni hili kwamba wataanza kunungunika na kuumia, lakini rafiki yangu, taifa litakuwa limepona. Hata wao wanungunike waumie, taifa letu likipona ndio itakao kuwa nguzo imara kwa habari ya ufalme wa Mungu. Mungu atapendezwa na haki yetu. Mungu atapendezwa na kuitii sheria na kumsikiliza, kwa maana amesema jambo nasi tumeliamini na kuomba, naye amelibatilisha, naye amerudisha, naye ametuokoa. Rafiki yangu, usikubali. Na wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu, Mungu amekusomesha mambo kwa habari ya taifa la Tanzania. Wewe ambaye ni mtume, ni nabii, wewe ambaye ni mchungaji, ni nani, Mungu amekusomesha jambo kwa habari ya Tanzania. Hajakusomesha ili utujulishe alafu baadaye litukie uone uanze kujisifu na kusema mbele yetu kwamba angalia niliwaambia. Rafiki yangu, kama vile alivyokusomesha kwa habari ya mauti na ajali, ukaomba Mungu kwa bidii akaiondoa hiyo ajali yako, ndivyo anavyotaka pia uombe kwa bidii kwa habari ya taifa la Tanzania. Hajakwambia ili utoe unabii tu, amekwambia ili uombe kwa ajili ya taifa la Tanzania. Simama kwenye zamu yako, simama kwenye nafasi yako. Pray for your country, pray for your country. Omba kwa ajili ya taifa lako. Omba, usikae, usikubali. Omba, usiwe kama Yona alipotoa unabii akakaa katulia aone yatakayotukia. Kuwa miongoni mwa watu wenye uchungu na nia na dhamiri njema kwa ajili ya taifa la Tanzania. Kuwa miongoni mwa watu wa namna hiyo. When God is spoken to you about anything to your country, play indeed, play. Rabanda kapa ziko ropo zata, yakata rapa ziko tikata, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu, rikapa ziko ropo zata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, ninakusihi neema yako, mfalme amani. Sikia maombi ya wachache wanaoomba kwa ajili ya taifa la Tanzania. Sikia maombi Bwana, sikia maombi, how they pray for our country. Rakapa ziko ropo zata, yakate kotika tata. Bwana, najua adui amekusudia Bwana kuharibu na kuangamiza, kuteketeza Bwana na kuua juu ya taifa letu la Tanzania, lakini Bwana umekusudia mema na furaha na amani juu ya taifa la Tanzania. Ramanda kapa ziko ropo zata, ikakarapa ziko tikata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana mabwana, sikia maombi ya miongoni mwa Watanzania ambao wamesimama kuomba kwa ajili ya taifa letu la Tanzania. Rakapa ziko ropo zata, ikakarapa zikota, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bwana ukaliokoe taifa la Tanzania. Bwana ukarejeshe, ukarudishe kila kilichoharibika, rejesha, rudisha kila kilichoibiwa. Ramanda kapa ziko ropo zata, rudisha Bwana, rakapa ziko tikata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Rudisha Bwana, rudisha kila kilichoharibika, kila kilichoibiwa, kila kilichoharibika. Ramanda kapa ziko ropo zata, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Iponye nchi yetu kutoka katika kila aina ya uharibifu ambao adui yetu amekusudia juu ya taifa letu. Bwana ponya Bwana, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Ponya Bwana kila aina ya uharibifu katika jina la Yesu Kristo, kila aina ya mapandikizi ya adui yaliyopandikizwa ndani ya taifa la Tanzania yanayolenga kuchochea uharibifu na uovu na uasi ndani ya taifa letu la Tanzania. Bwana mabwana, karabanda kapa ziko ropo zata, yakataraka pazikota, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Asante Mungu wetu na Bwana wetu. Asante mtakatifu wa Israeli. Wewe ni Mungu na uwezo unayetosha. Asante kwa mkono wako wenye nguvu. Bwana, amsha roho za watu, amsha roho za Tanzania kuomba kwa ajili ya taifa letu, kuomba kwa ajili ya taifa lao. Amsha Bwana, amsha roho zetu, amsha roho zetu, amsha roho zetu. Tusitulie, tusikubali, tusikae na kusubiri kuona unabii unatimia, bali tukae Bwana, tuombe mbele zako mfalme amani, kubatilisha kila aina ya unabii uliotolewa usio mzuri juu ya taifa letu la Tanzania. Tukatae kama wana wa Ninawi walivyokataa kuuawa, walivyokataa na sisi tukatae. Wewe ni mwingi wa rehema Bwana, unasema. Wewe ni mwingi wa huruma Bwana, unasema. Mungu wetu na Bwana wetu, ukasikie kilio cha Watanzania wanaolia kwa habari ya taifa la Tanzania. Ukasikie kilio cha Watanzania wanaolia kwa habari ya amani ya taifa la Tanzania. Ukasikie kilio cha Watanzania wanaolia kwa habari Bwana mabwana ya uchumi wa taifa la Tanzania. Ukasikie kilio cha wanaolia kwa habari ya uongozi wa taifa la Tanzania. Ukasikie kilio cha uchungu Bwana cha Watanzania wanaolia kwa habari ya vijana wa taifa la Tanzania. Ukasikie uchungu na kilio cha wanaolia kwa habari ya taifa letu la Tanzania. Mungu wetu na Bwana wetu, kwa habari ya mipaka ya taifa letu la Tanzania. Sikia kilio cha Watanzania wanaolia kwa habari ya mipaka ya taifa letu la Tanzania. Mungu wetu na Bwana wetu, tunakusii neema yako, tunakusii upendo wako, tunakusii amani yako, tunakusii furaha yako ndani ya taifa letu la Tanzania, ndani ya taifa letu la Tanzania, ndani ya taifa letu la Tanzania, katika jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Naomba tukiamini sasa na mapenzi yako. Amen, amen.